Lakini ni kweli kuna vitu hatuviwezi. Tunahitaji tukae kwenye neema, tukae kwenye maombi na mafungo. Wengine Mungu hawezi kufanya. Naposema namna hii haitoki bali kwa kufunga na kuomba. Na maanisha wewe hujaanza kufunga. Sikiliza, utapoanza kufunga serious, labda tatukavu 5, 7, utashangaa kuna vitu Mungu anafanya ndani ya maisha yako, kwa sababu kuna roho zingine za mwili zimekung'ang'ania, hazikuachi, hazitoki. Siwezi kusema kila kitu, yaani kwa uzoefu ambao nimetembea na Mungu, haleluya, kupitia mafungo na vitu Mungu alivyofanya na roho ambazo ndani mwangu zilikuwepo, alafu ukashangaa zile roho zote zimeondoka. Ni kwa sababu ya mafungo yana nguvu. Kuna vitu viwezi kuviacha kimwili, lakini utapokuwa unafunga na kuomba, Mungu anaviondoa. Yaani Mungu ndio anamalizana hizo kesi. Unajua, naambia kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Unapomuona Ayubu alipopata tatizo, akasema akailaki siku ile ambayo mimba yake iliingia. Na maana Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Ayubu 10:10 hadi 11 inazungumza kwamba wewe uliingia kama jibini, kama maziwa, ukaganda kama jibini, ukatengenezwa ngozi na mifupa na kila kitu Mungu akakuumba. Sasa kama uliingia kama jibini, manake ulipoingia na uovu nao uliingia. Kwa hiyo niseme kuna vifungo vingine vya watu vimekaa ndani ya mifupa. Sasa imagine vitu ambavyo viko kwenye mifupa yako vinatokaje? Kwa sababu ulivyoingia na uovu ukaingia, laana ikaingia ndani ya mifupa. Sasa haya ndio mambo magumu. Anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo magumu ambayo hujayajua. Sikiliza, kuna mambo magumu kwenye maisha yako haujayajua yako ndani mwako. Kuna vifungo ambavyo vipo kwa maombi uliokuwa nayo. Unaomba kweli, unaomba, unavunja, unateketeza, unaomba kweli, lakini vyenyewe havitikisiki kwa sababu hujafikia level ya kuvitikisa. Sikiliza, na utakufa navyo, na mwili wake vitakufa. Sawa, roho itaenda mbinguni, umeokoka, lakini kuna mambo ambayo ulitakiwa uweze kuyaishi au toweza, yaani umezuiliwa. Lazaro alikuwa maskini na vidonda kwa yule tajiri. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Alipokufa alienda wapi mbinguni? Kwa kifo kwa nani? Kwa Ibrahim. Tena wanasema watu, kwa sababu kwa nini aende kwa Ibrahim? Kwa nini alale kwa Ibrahim? Ibrahim alikuwa tajiri, maana yake alikuwa na sehemu mbinguni. Kuna taji mbinguni, kuna taji. Kwa hiyo hakuwa na sehemu, ibidi Ibrahim. Kwa hiyo wale wote ambao wana udhaifu wa maisha ya kimwili, aidha na umaskini na matatizo, maana yake Ibrahim yule ndio anawapokea kule. Sasa hiyo ni kwa imani au kuishinda, sema kwa imani. Sasa yeye ndio anapokea kule, maana yake hakujitengezea taji zako, ukaona kiwanja kule, ukaona sehemu kule. Haleluya. Wewe utaenda kwenye kifo cha Ibrahimu atakufariji tu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna mambo utaweza kutoboa, kuna vitu vitakuzuia mpaka pale utapoamua kusimama. Ni mpaka pale utapoamua wewe binafsi, sio yaani wewe mwenyewe binafsi, kwa sababu ukuaji wa rohoni kila mtu anakuwa binafsi. Unaweza kawa chini ya mchungaji lakini ukaamua kukua binafsi. Maana akasema hapana, unaingia mafungo na maombi, unaingia kutafakari neno na mafungo. Haleluya. Mungu atatembea naye kwa viwango vingine pia. Wewe unataka kusubiri mafungo, mchungaji atangaze kuna mafungo ya siku 7 na wewe ndio uingia, asipotangaza kimya.